sababu sisi tuko imara. Tuliamua kuja urudi pande hii. Jana tulikuwa huko upande ya Vihiga. Juzi tulikuwa Busia. Tunavyojua Busia ndio county ambayo inaongoza katika Kenya mzima, number 1 kwa mambo ya usajili wa wanachama wa chama cha ODM. Na wakaniambia mimi hii bendera watazidi kupepea, lakini Vihiga walisema watawashinda, na Homa Bay ikasema watawashinda, na Kisumu ikasema watawashinda, na Kilifi, na Bungoma je? Bungoma je? Mko tayari? Mko tayari? Ninajua upande hii wa Bungoma ndio wajasiri wa eneo hii walitoka. Nimeambia watu siku ya leo ya kwamba harakati ya ukombozi wa taifa letu ilianza upande hii ya Bungoma. Elijah Masinde, Wanameme, ndiye alianza mambo ya ukombozi hapa. Alisema ati yeye alienda kwa mlima Elgon, kule akaongea na Mungu. Mungu akamwambia yeye kwamba wakati imewadia Kenya kuwa huru. Na katoka pale akaja akamwambia wazungu ya kwamba wakati yenu imekwisha, mtoke Mwafrika shike hatamu ya utawala. Akaanza dini ya Msambia wakati hiyo. Akashikwa na mbeberu, akapigwa teke, akawekwa ndani ya jela. Alipotoka kwa jela akazidi kusema mambo haya. Ndio sasa mambo ya nationalism ikaanza pande hii. Hapa kumetoka washujaa Masinde Muliro mwenyewe. Hapa tumekuwa na Michael Omala kijana. Sisi na hao watu. Sio? Kwa hivyo eneo hii imezaa wazalendo wa Kenya ambao wamepigania uhuru wa taifa letu. Ndio sababu kila mara nikija hapa Bungoma nakumbuka ukombozi. Nakumbuka ukombozi. Na mimi nataka hapa vile vile msimame imara. Mko tayari? Mko tayari? Tulikuwa uchaguzi mwaka juzi. Wakati wa campaign nilikuja hapa kuambia nyinyi. Niwaambia nyinyi kwamba sisi kama Azimio tuko na sera sanifu ya kuleta ukombozi wa Kenya, ili hali ya maisha ya Wakenya iwe sawa sawa. Tukasema yale yote ambayo tutafanya tukishika hatamu ya utawala. Wale wengine upinzani wetu wakaja na porojo na propaganda. Ati yao itakuwa ni kutoka chini kwenda juu, ati bottom up. Wakasema wataangalia mambo ya mahasla. Wakasema wataangalia mambo ya mama mboga, jua kali, boda boda. Ati wao ni hasla na sisi ni dynasty. Sasa baada ya mwaka moja na kitu umeona tofauti? Tofauti umeona? Vitu vimeenda chini. Imeenda chini, imeenda juu. Si walikuwa nasema bottom up. Hii ni bottom up walikuwa na mini. Ya kwamba maisha, bei ya maisha itaenda juu. Na bado mambo bado. Sasa sisi tumewaambia ya kwamba nyinyi mlikuwa hamna mpango ya utawala. Nyinyi mlikuwa mnadanganya wa Kenya. Mmehadaa wa Kenya. Msema uongo na mmeshindwa. Mlikuwa mnalaumu Uhuru watio bei ya mafuta ni juu hapa Kenya kuliko Uganda. Mafuta yanatoka Kenya hapa. Sasa mafuta yanatoka wapi? Si hapa Kenya. Lakini bei ya mafuta kule Uganda na Kenya ipi iko juu zaidi? Ipi? Juzi tulikuwa kule Malaba. Wakatuambia sisi wanakwenda kutafutua mafuta Malaba ya Uganda. Baadaye tukaenda huko Busia mwenyewe. Watu natoka Busia Kenya kwenda kununua mafuta Busia Uganda. Manake bei ya Uganda iko chini kuliko ya Kenya. Lakini hiyo mafuta imetoka hapa Kenya. Sababu gani? Kile kitu Museveni anaitwa inefficiency ya Kenya, yani ufisadi ya wa Kenya.
inafanya gharama ya maisha ipo wapi? Hiyo wapi? Hiyo commission ambayo jamaa wanakula kwa mafuta ndio sababu bei mafuta yanakuwa juu zaidi. Na hii itazidi kuwa namna hiyo. Tuliwaambia Bwana Ruto kupandisha ushuru sio suluhu. Ushuru utapandisha, lakini kama hii nyungu inavuja hakuna haja. Sisi tulibungia kwa serikali na Kibaki, tukapata kama nyungu ilikuwa iko hakuna chochote. Hatukulaumu Moi, tuliingia mara moja namna hii na tukaangalia vile kufanya. Tukaangalia hii nyungu hii ilikuwa inavuja. Ilikuwa na vitundu. Hata ukiingiza ninda yake namna hii inatoka tu huko chini. Imetoboka. Sasa hiyo ndio inafanyika. Wakati hii ni namna hiyo. Sisi tulienda tukaziba zile mianya pale ambayo ilikuwa inavuja, tukaziba. Wale wezi ambao walikuwa naiba pesa ya serikali, wengine tukashika tukapeleka jela. Wengine tukafuta kazi. Nyungu ikaanza kujaa, ikajaa kabisa. Kwa hivyo tulimwambia Ruto hakuna